Kila mmoja duniani ana kusudi. Mungu hajawahi kuumba mtu kwa bahati mbaya. Inawezekana pengine kuna mtu anajichukulia kwamba sio wa thamani, wala maisha yake hayana maana duniani. Nataka nimwambie kuwa yeye ni mtu wa thamani. Wewe ni mtu wa thamani. Maisha yako ni ya thamani. Mungu alikuweka kwa ramani yake ulitimize kusudi lake. Hakuna mtu ambaye ni wa bahati mbaya duniani. Kwa mfano, nimesema mimi natumikia kwenye eneo la uongozi na kufundisha elimu ya maendeleo binafsi. Lakini hii nikasema ni ofisi yangu. Nikasema huu ni wito wangu. Wito wangu kutumika kwenye uongozi. Kimsingi hapo sijataja habari ya kanisani. Sijautaja uchungaji hapo. Wito sio kitu ambacho wewe umekidesign. Wito ni kitu ambacho Mungu amekidesign. Ni hii inatoka ndani. Yaani manake ni Mungu anakuwekea mzigo, wewe unaufanya. Sasa kinachokuja kutofautisha hapo katikati ndio kitu kinachoitwa maono na kitu kinachoitwa uongozi. Maono na uongozi ndio vipo katikati. Manake ni kama vile tunaanza na wito mwanzoni, alafu huku mwishoni kusudi. Lakini hapa katikati ndio tunakutana na uongozi, tunakutana na maono. Kuna njia ya kutimiza wito na kuna ramani inauongoza uongozi. Ramani ya njia ya uongozi ndio inaitwa maono. Lakini uongozi ni njia yenyewe ya kuelekea kulitimiza kusudi ambalo limeanzia kwenye wito.